wallahi thumma wallahi, laiti yani hizi sura zilizosomwa, vipande vya sura vilivyosomwa hapa, laiti tungezingatia, tungejua tafsiri yake ni hatari. Lakini kwa sababu ni pahala petu kwa kuambiana, acha tukuse kidogo. Kiutaratibu wa shughuli zetu za Kiafrika tumezoea kusema bwana 40. Tuna 40 ya Mzee Saidi, si ndio? Lakini watafiti wanatuambia siku ya 40 maiti kule kaburini ndio wanatawanyika viungo. Ile siku ya 40 ikifika, maiti sio sanda kama mfano wa pipi, viungo vinaachia, vinatawanyika ndani ya ile sanda, vinatawanyika 40 hiyo. Lakini 40 mwanadamu mimba yake hutungwa baada ya tone la manii kuingia katika sehemu ya mwanamke, hugeuka kuwa tone la damu lilovilia siku 40. Lakini baada ya 40 huja kuwa pande la nyama. Baada ya 40 hupulizwa roho. Zina siri kubwa 40. Lakini mara nyingi tunasema ni simple tu, kawaida, kizungumzo 40 kawaida. Lakini ina maana kubwa sana. Sasa 40 yetu ya leo maana yake ni kutawanyika mwili kwenye kaburi la maiti aliyezikwa. Ila wale maiti waliokuwa na tabia kabla ya kukuta umauti walikuwa na desturi ya kusoma suratul Mulk katika maisha yao. Mtu yote anayesoma suratul Mulk, tabarakalladhi biyadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ila akhir sura, ukiwa na desturi ya kusoma sura hii, mwili wako hautooza kaburini, hautooza. Ila kama ulighafilika kutosoma hiyo, mwili utaoza na hatimaye utatawanyika katika siku ya 40. Sasa tulikuja katika kusika hapa mzee wetu, na leo tupo katika dua. Bahati nzuri Mzee Saidi kapata bahati kubwa, kinyume na vile alivyokuwa anaonekana. Alivyokuwa akionekana ni simple tu, kawaida, lakini kumbe ameandaa mambo makubwa. Moja katika mambo hayo ni kuandaa vizazi vyake kuwa ni vizazi vitakavyoweza kumkumbuka. Wapo wazazi wanakufa, inakuwa kama kafa paka. Watu waona time. Mtoto yuko Ulaya na kuna maisha, mzazi kafa na kaburi lake hajui. Lakini unazaa mtoto anakumbuka kama nilikuwa na mzazi na sasa hayupo, ni waite ndugu zangu tufanze dua kumlilia Allah. Hiyo ni bahati kubwa. Lakini wewe utachelewa tu ikiwa hutozingatia. Unazaa watoto, hutaki kuwapeleka madrasa, hutaki kuwafundisha dini, unawaacha tu. Usitegemee wewe mwenyewe, unaondoka una kitu, mtoto hana kitu. Siku 3 ushasahulika wewe kama ulikuwepo. Lakini kuzaa watoto sampuli hii, utaendelea kutajwa, utaendelea kufanziwa dua. Tulie sana katika jambo hili. Mwenyezi Mungu atupe kizazi tukishapata tusomeshe vizazi vyetu, vitu kumbuke na vitufanzie dua, kwa sababu dua za watoto hazina kiziwizi mbele ya Allah. Hii ni ahadi ya Mtume. Dua ya mzazi kwa mtoto haina kiziwizi, dua ya mtoto kwa mzazi haina kiziwizi. Yani mzazi anapokuwa, ndio maana muhadhiri wangu shekhi wangu alitangulia hapa alisema baba ni muhimu. Maana yake nini? Anapoondoka baba na mama, maana yake wewe una madhila mazito sana amekukuta, kwa sababu yule alikuwa anakuombea dua katika uhai wake. Ndio maana kuna baadhi ya vitu ukafungukiwa wewe, kwa sababu dua yake haina kizuizi, kama maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani baba na mama wanaposema Mwenyezi Mungu muongoze mtoto wangu, Mwenyezi Mungu mfungulie mtoto wangu, dua ile haina kizuizi, mtoto atafanikiwa. Na ndio maana watoto wengi walifanikiwa pindi wazazi wao walipokuwa hai. Kabla ya hapo ilikuwa tabu. Lakini pia wazazi wengi watafanikiwa kwa kuondoka kwenda makaburini, kwa kubakia watoto wao wakiwa hai kwa dua sampuli hii. Tunathubutu kusema kwamba Mzee Saidi bin Abdallah amepata bahati kubwa, nasi tumuombe Allah ajalie vizazi vyetu viwe vyenye kusoma na kutukumbuka inshallah taala. Sura zilizosomwa ambazo watu wengi wameshangilia, lakini mimi najua wameshangilia kwa sababu ya nini? Kwa zile njia zilizopitwa. Hawana namna iwe inatisha, iwe haitishi, lakini madhali sauti inafurahisha na njia sawa sawa tutafurahi. Lakini
maiti anapokuwa kaburini, siku ya kwanza kabisa malaika wawili humteremkia kumuuliza maswali. Yani maswali huandikwa maswali yale, majibu yake huandikwa, na kama sio mtu wa kheri, vile inavyoandikwa ile karatasi ndio inaoning'inizwa shingoni. Ile karatasi inakuwa fi unuqi, ile katika shingo yake mtu. Ile karatasi itakuwa ni jarida lile siku ya kiyama. Utakuja kwa zake kitabu kimetoka wapi? Kitabu kile ni yale maneno yaliyoandikwa pale kaburini, ambayo yeye ni rekodi ya mambo yake yameandikwa pale. Anafuka nayo kitabu, akiwa nacho kimetoka shingoni, kitakuwa mkononi. Mkono gani sasa? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, lakini wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Na ni hivyo. Kwa kutoka kaburini pale siku ya kwanza, masala utakayoulizwa, unafungashiwa shingoni kwako jarida lile. Siku ya kiyama sasa utapewa kwa mkono gani? Ukipoka mkono wa kulia umefaulu, nyuma ya mgongo wako mkono wa kushoto umefeli. Umeandaje kitabu chako umekiandaje ili upewe kwa mkono upi? Baada ya sana wala nafsi basira wala. Hapa sote kila mmoja anajua ugonjwa wake nini yani. Mimi nikifa kesho mimi sitoki. Yaani unajua kabisa kesho nikifa sitoki. Sallallahu alaihi wasallam. Au kuna mtu ajui? Hakuna shehe. Fahamu fujura watakuwa nafsi ni kwa ilhamu ya kujua mazuri yake na mabaya yake. Nani hajui? Kama usiku anageukaje, mchana anakuwaje? Nani hajui? Kila mmoja anajua. Lakini faraja iliyokuwepo ni ya toba. Ni toba tu, kwamba ukitubia Mungu atakupokea. Mungu hana kisasi hicho, kisasi kipo, lakini kwa mtu atakayerejea Mungu anampokea. Mwenyezi Mungu atujalie toba kabla ya kufa. Lakini sura ya pili ndio soma na kari wetu katika naam shahada. Kuna watu hawakubali kufufuliwa, na miongoni mwetu wa Uislamu anakwambia ukifa shughuli imeisha. Ukifufuka unaweza kufuka Kenya ukiwa paka, au kwa Italy ukageuka panya, lakini hakuna eti kufufuka yakaanza tena maisha upya. Watu wanapinga. Kinachowafanya wapinge, yani anaona mtu kafukiwa kaburini, mwili ukaoza, ukifuka unakuta mifupa tu, wala haijulikani vipi tena afufuke tena. Hii mambo ya kutishana tu hii, hakuna hicho kitu. Sasa Mungu anauliza hapa, hal antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha, hivi nyinyi ni wazito zaidi kuumba kimaumbile au mbingu? Yani hii mbingu ilivyo hii na wewe namna ulivyo, kitu gani kizito zaidi kuumbwa? Maki mbingu iko duniani kote, wewe uko hapa ndani, na sio ndani yote nyumbani kwako, na sio nyumbani kote chumbani kwako, na sio chumba chote, sehemu tu endeni. Sasa kipi kigumu zaidi cha Mungu kama sio mbingu? Basi banaha, hiyo mbingu kaijenga yeye Allah. Kwa Mungu ana uwezo wa kufufua, wala sio kupata tabu, kwa sababu ni photocopy tu. Yani kufufuka ni photocopy, original ndio vipi nilivyo hapa. Sasa kama Mungu kaweza kuleta kitu original, vipi ashindwe kuleta photocopy baadaye? Inashindikana vipi? Unavunja sana mwalimu. Jazakallahu khair. Katika vijana wetu. Kwa hivyo inshallah taala Mwenyezi Mungu atukumbushe kuleta toba kabla ya kufa. Amen. Na wala usikate tamaa. Hakuna dhambi kubwa kuliko ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Dhambi yote uliyofanya ni ndogo sana kuliko ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hakuna kitu kitakachomshinda Allah kukusamehe. Ni wasiwasi wako na mashaka yako tu. Lakini ukiamua kurudi kwa Allah, Allah atakupokea, atayabadilisha yale maovu kuyafanya mema na atakuingiza peponi. Lakini hii sikupe nafasi ya kujiteka. Kwa sababu una yakini wewe kama utapata toba. Amua hivi sasa, rudi kwa Allah na Mungu atakubali toba zetu. Mwenyezi Mungu inshallah atuzindue.